Unajua Mtiifu, kitu ambacho ukielewi wewe, shukuru ndugu yangu, kwa sababu wewe ulipata baba aliye na akili ambaye anafikiria, lakini yule wetu ni mbumbumbu. Mimi sio kwamba sikuelewi ndugu yangu, mimi nakuelewa vizuri sana katika hali unayopitia, lakini kuna kitu ambacho bado hautaki kunielewa pia. Unajua ndugu yangu, katika haya maisha wanakuambia kamwe hauwezi kuwa kitu kwao kama hauna kitu, isipokuwa sasa unaweza kuwa kitu kwa wenye utu peke yake. Sijui kama umenielewa. Unamaanisha nini? Yaani mimi namaanisha kwamba kiuhalisia kwa sasa hivi wewe hauna kazi na bado uko nyumbani pale. Kuna umri pale unapofika inatakiwa na sisi tujitume kama wanaume, lakini kwa bahati mbaya sasa hali zetu bado hazijakuwa imara, na ndio maana tunayapitia majanga yote haya. Yaani hauwezi kuamini ndugu yangu. Sasa Mtiifu, ishu ya kutafuta kazi mimi na baba kuleta mwanamke mwingine pale sisi tumempoteza mama, wiki 2 hazijaisha ameenda kuchukua mwanamke mwingine amemleta pale. Zinaingililiana vipi ndugu yangu? Mbona sikuelewi na wewe? Mimi nimekuonyoshea maelezo kaka. Utaniacha nirudie mambo ambayo nimeshakutanguliza kukwambia. Bro, hii situation ambayo unapitia wewe ni mambo ambayo hata mimi nimeyapitia. Yaani haya yangu ni makubwa zaidi. Yaani huwezi kuamini ndugu yangu, nimemfumania mke wangu na mwanaume akimtoa ndani ya nyumba yetu. Sijui kama unaweza ukanielewa. Ndiyo. Shemegi huyo shemegi yako. Yaani nimejikaza tu. Huo ndo uhalisia wa maneno kaka. Ndiyo. Unajua hata baba yangu alikuwa akiniambia. Lakini wewe ndugu yangu utafute kazi bwana na wewe. Yule mkeo alikuwa vizuri tu, lakini mwanamke wa watu pale unamshindishana njaa kwa nini? Tafuta kazi ufanye na wewe bwana. Wezu, muda wote ulikuwa fanya nini wewe? Wafua nini wewe? Si ninakwambia upike haraka babako ataka kula wewe. Mbona lakini wewe ujielewe mtoto? Na wafua nini sasa hivi? Ndio kufua nini sasa? Wafua nini sasa hivi? Nakwambia upike pale, upike babako akiamka ale. Alafu wewe, hebu niangalie. Mlimaza. Sasa fora ukimaliza kusudi. Sikiza, wewe, fanya haraka upike ule wali pale. Mimi kakangu nahangaika sana kwa ajili yetu. Napambana sana kwa ajili yetu. Lakini hali bado haijakubali na kuwa sawa. Unajua hawa watoto wa miaka 2000 hawa wana shida sana. Hata baba yangu alikuwa akiniambia, ili kumpata mama bora watoto wako lazima umtafute mke bora, kwa sababu mke bora anaweza akakutunza na akakulea kama mtoto aliyemzaa mwenyewe. Lakini huyu bora mke huyu hauwezi kumwendesha kama umeshindwa kujiendesha katika maisha yako. Yaani natamani ningekaa kitako nikamsikiliza vizuri sana mzee wangu, lakini kiukweli sikuweza kufikiria, na ndio maana hii hali sasa hivi inanikumba. Yako wani hayo tu, utaleta porojo nyingi, ambao utafute kazi ufanye huko. Mke atakukimbia yule ndugu yangu. Mimi nakwambia mke tuachane na hayo bwana. Wewe unanishauri mfanye nini? Hii issue ya mzee. Wajua yule mzee haya mambo anayoyafanya ni ya kiuni. Mimi siwezi kubali hivi vitu kama hivi Mtiifu, unajua. Wajua dada yangu anaonewa, lakini wewe niambie nifanye nini? Mimi sitaki mambo yako ya nani, utajua mwenyewe na mkeo bwana. Kitu cha kufanya ndugu yangu ni wewe pia utafute kazi. Sasa mambo gani hayo waniambia bwana? Sasa mambo gani waniambia ndugu yangu? Ndio shauri ambao tunashauriana kaka. Wewe umenishauri nitafute kazi na mimi nakushauri kwamba sasa wewe una mke, mimi na mke, mimi nitafute kazi ya nini sasa? Sasa bro, utaendelea kukaa nyumbani mpaka lini? Utaendelea kukaa nyumbani na wewe utagongewa mpaka lini? Utapata wanaume wenzako kila siku hapo. Hebu niondolee ushamba wako nawe bwana. Una msaada wowote wewe? Ili nalo lishakuwa tatizo. Sasa nafanya nini mimi mpaka mke wangu aweze kurudi katika hali yake? Umenielewa? Sio masuala kujikalia tu hapo kule. Marhaba. Uko sawa kweli mama? Uko sawa. Mbona kama mbona ulikuwa na huzuni, kama mbona unalia? Niko sawa. Sawa, babako yuko? Yuko ndani. Yuko ndani eh? Hai. Wewe mshenzi. Zadigwa. Toka bwana tusalimiane eh. Ndio bwana.
Mzee Beja. Bwana. Umepotea ndugu yangu. Niko lakini niko bwana. Jambo ndugu yangu. Nashukuru. Waendeleaje hapa? Alhamdulillah, sijui wewe ndugu yangu. Vyema. Mimi bwana nimekuja juzi nikapata ripoti ya kuwa umemzika mke. Ni kweli. Ni kweli. Pole kwa hilo ndugu yangu. Bibi alikufa, tukamzika na hivi tuko kwenye msiba ndugu yangu. Pole ndugu yangu. Shapoa. Haya. Mama vipi? Mbona bado uko hapa na najua ni wakati wa shule. Ukwenda shule leo? Mzee Beja. Mambo ya shule hayakuhusu. Mambo ya shule hayakuhusu. Wewe asome asisome hayakuhusu. Haya yameisha bwana mzee mwenzangu. Sasa mimi nimekuletea huu mzigo. Hizi ni suruali zangu 2, usipunguze kiuno tu maana ni kubwa. So kimwili kidogo hicho ndugu yangu, ana nguo kubwa hizi za kazi gani? Mimi nakuamini mzee Digba. Najua hizi zitakuja vile nitakavyo. Sawa. Ndio maana nishakuletea. Sawa ndugu yangu, nashukuru. Nitazitengeneza alafu utakuja uchukue. Sawa, mimi wacha nirudi. Lakini nimeona mwanamke akiingia hapo bwana. Vipi huyu mwanamke? Huyu mwanamke kuingia ndani pia yeye ya kuhusu ya kukera. Unkerwa ya shule na wakerwa na mwanamke. Mzee, lakini mbona utakuwa mnafiki sana namna hii? Na kuamini rafiki yangu, lakini utakuwa mnafiki wewe. Ya kwako ya kushinda waanza kuuliza bwana. Hebu toka. Sawa sawa mzee wangu. Tuyafanye mafupi hayo. Tuyafanye mafupi. Kwa heri ndugu yangu. Haya, nenda. Ameoa huyu mtu ama vipi? Baby naye naja. Sio kwa masimu haya kila masaa. Onyesha unimisi hasu. Pende tukiongea mpaka umuulizie huyo. Hayupo, anchoka na hizi nifanya chochote, hata angekuwa asingenifanya chochote. Wewe nijua akili zangu wewe. Sawa baby bana. Wewe mwenyewe unajua hapo ninakumisi. Naja nikuoneshe show mpaka mwenyewe uelewe. Sawa. Wewe Shakila. Ushaanza wewe na una nini? Waenda wapi? Na mishemishe zangu. Mishemishe? Mishemishe hizo tangu lini? Tangu leo. Nisikilize mwanamke. Unawezaje kuondoka pasipo kuniaga mimi mumeo? Wewe uliaga lini wewe? Tuagane muda ni siku hizi. Mimi najua kila mtu hutoka na zake. Kwa hivyo unahisi kile ulichokifanya kabisa uko sawa kabisa, yani umetulia, hauna hata wasiwasi. Ama wewe waona kwamba mimi nakuogopa sana? Waniogopa. Lazima uniogope. Kwa sababu wajua mimi ndo nanunua unga humu ndani. Utanifanya nini? Huwezi nifanya chochote. Jaribu kunifanya uone. Jaribu. Wewe unijua akili zangu. Jaribu baba uone. Wanichelewesha mwanzo. Niache niende. Mwingine ingekuwa hicho kitu. Wewe Zuu, wafanya nini? Napika. Kwani leo ndio mpishi wewe? Mama wa nini? Usimuite mama, usimuite mama. Katu katika mdomo wako, sitaki ufungue hata siku moja mwanamke umuite mama. Mama yako yule, mama yako yuko kaburini kule amelala, umesikia? Kwa hiyo yeye kazi yake nini hapa? Kwa hiyo wewe umfulie asubuhi, urudi tena wewe upike, yeye alifuata nini hapa? Yeye kazi yake nini hapa na kuuliza, ambao kazi zote wafanya wewe? Kazi yake lazima baba huijua. Na wakati babu unaambiwa hayo maneno alikuwa wapi yeye? Gogo ndani afuata kwa asemi kitu. Kwa hiyo baba alikuwa asemi kitu. Yule mzee ameanza kuchanganyikiwa. Huyu mwanamke wake anijui vizuri mimi. Zuu, mimi nitakuja kuonekana mbaya hapa. Kwa hiyo amekufanya wewe ndio kijakazi hapa. Umpikie, yeye kazi yake ni kulala tu na mumewe uko ndani. Sasa wewe pika. Wacha kuone mjinga leo. Mimi nitajua nifanye nini. Yule mwanamke kumbe amepanga aleta akili mbaya. Akufanya wewe mfanyikazi hapa. Akufanya wewe kijakazi hapa. Wewe badala uwe shuleni umpikie hapa. Wewe pika. Mwacha kuone mjinga. Mimi nitajua nifanye nini. Kumbe anijua akili zangu huyu mwanamke. Kama alifuatwa ndoa hapa, afuatia ndoa hapa, lakini kukufanya mfanyikazi siwezi kubali. Wewe pika, mpikie tu leo. Mimi nitajua nitadili vipi na yeye.